Kwa majina naitwa Jackson Komo. Nimekuja leo na napenda sana kuhoji watu masuala kuhusiana na kazi zao ambazo wanapenda kufanya. Kazi zozote, hata kama ni mtu yeyote ambaye ananihitaji naweza nikaja kutangaza biashara yake au kazi yake anayofanya. Kama leo nimekuja kutembelea rafiki yangu huyu hapa pembeni, lakini nadhani mtaelewa jinsi gani nitakavyokuwa ninamuuliza maswali na kuweza kunijibu. Na yeye pia anaweza kuelezea kazi yake namna anavyoweza kuifanya na anavyofanya. Na pia ni mwalimu kwa watu wengine ambapo wanaweza kufundisha watu ambao kuhusu hiyo kazi, lakini kazi kubwa ambayo anafanya ni online, ambayo anafundisha online japokuwa ataenda kutuelezea hasa yeye ni nini, vitu gani. Habari? Salama. Unaitwa nani? Mwenyeji wa wapi? Kwa majina naitwa Justin. Ni CEO wa Kishua Online Sellers kutoka Mbeya Tunduma. Unahusika sana masuala ya online. Je, nadhani hizo kazi unafanyaje? Kwa maana kuna watu wengine ambao wanatamani kufanya kazi kama zako na wanaweza hadi kufanya hizo kazi, na inabidi wawe na vitu gani? Unaweza ukatueleza kidogo? Yeah. Kwanza issue ya sellers kiufupi inalipa. Kwa sababu sisi hapa kama Kishua Online Sellers tunahusika na mambo mbalimbali. Tunahusika na kuuza wifi, umeshaona? Sellers pia tunahusika na utengenezaji wa line za uwakala. Hizi za uwakala walipa kwa M-Pesa, siwi lipa namba zote za mitandao yote sisi tunahusika nazo. Pia tumebezi katika mitandao yote ambapo kiunganisha ni Voda, Tigo, Halotel na Halopesa. Kasoro TTCL tunatosiki sisi. Umeshaona? Na pia katika hizo issue za online zinalipa kwa sababu ukija kwenye issue ya wifi, issue ya wifi inalipa. Sababu kila mtumiaji unayemuuzia wifi, kampuni inakulipa mwisho wa mwezi 60% ya matumizi. Just imagine kwamba labda wewe hapa nimekuuzia wifi moja, so ndio? Labda kwa mwezi ukautumia bando la laki. Katika laki ile 60% ni sawa na shilingi ngapi? Na 60,000. Umeshaona? Kwa kitu hichi kimoja ndani ya mwezi mmoja. Sasa kuna wengine wanatumia matumizi zaidi ya hiyo. Umeshaona? Kwa maana yake unakuta kwa mfano labda hiyo ni wifi moja umeuza, si ndio? Haya ukauza kwa mwezi, labda ukauza almost set wifi. Piga set wifi mara 60,000 inakuja shilingi ngapi? Hiyo ni issue moja ambayo ni ya wifi. Haya tunakuja kwa kipengele kingine ambacho ni kipengele cha nanelia cha kutengeneza lipa namba. Umeshaona? Kwa mfano ukiwa unatengeneza lipa namba, ukitengeneza lipa namba moja ikifanya muamala, umeshaona? Kuna kamisheni unalipwa mwisho wa mwezi, umeshaona? Pia sisi tunatoa ajira kwa vijana, ajira ya kusajili line hizi za kawaida hizi ambazo wanasajili mitaani, umeshaona? Na washauri vijana wengi waje wajaribu, wajiingize katika swala la usajili wa line, kwa sababu ile issue inalipa kifupi, umeshaona? Kwa sababu kijana akisajili line moja, umeshaona, ina uwezo wa kumlipa ndani ya miezi 4, umeshaona? Haya, piga hesabu labda kwa mwezi umesajili line 100 ndugu yangu, umeshaona? Na issue issue ya nalia ya sellers kiufupi, kila kitu kinategemea kamisheni. Usio kategemea kwamba utalipwa labda mshahara eti na bosi mwisho wa mwezi, hapana. Unalipwa na kampuni mwisho wa mwezi, umeshaona? Haya, line ukasajili moja, kila kitu kinaendaga na 60% ya matumizi ya mtu, umeshaona? Haya, umesajili labda line 100, kila line unalipwa 60% ya matumizi. Just imagine kwa mwezi utakuwa umeingiza pesa kiasi gani hapo. Kwa jinsi ninavyonieleza, nadhani hapo na vijana wengine wanazidi kuelewa, na wanaozidi kufuatilia hii channel watazidi kuelewa. Na je, umesema kuna namna ambavyo unalipwa na kampuni. Je, namna gani ambavyo unalipwa na kampuni? Au unalipa kutokana na utendaji wako wa kazi, au unalipwa yani kivipi yani? Nataka nieleze kwa namna ya kulipwa hapo, kwa maana watu wengine, kila mtu anataka afanye kazi ili aweze kulipwa. Yani issue ya sellers kifupi, yani usije ukategemea kwamba labda kuna bosi atakuhimiza kwamba saa 2 asubuhi ofisini, hapana. Umeshaona? Ni jitihada zako wewe ndio zitakazo kufanya wewe uzidi kulipwa hela nyingi. Na ambapo ukishafanya kazi kwa mzunguko ule ndani ya mwezi, hamna kusema eti hela utaenda kufuata ofisini, hapana. Ni message utakuta tu kwenye simu yako, kwenye namba yako, kwamba umepokea shilingi kadhaa kutoka Vodacom, umepokea shilingi kadhaa kutoka Airtel. Umeshaona? Umepokea shilingi kadhaa kutoka Halotel. Sijui kama unanielewa ndugu yangu. Naelewa.
kitu chingine ni kitu ambacho umezungumzia kuhusu masuala ya wifi, ambapo vijana wengi sasa hivi naona kabisa kama